For the very first time, I am live on TikTok, and it has been a long way coming. I just didn't know that there's a lot of things, a lot of hoops that one needed to go through before being live. But interesting that now you can hear me live from the studios, at least from the makeshift studios that we have here at with DHubSME.com. So if you have any business, so maybe could you introduce kiasi? Moses, the founder of DHubSME.com. I mostly talk about businesses, but so if you have a question, if you have a business that you want shout out, you can just mention it, and I'll mention your business. Ili you make dough as we continue to build this community. So nimeona kina Daisy ameingia, hi. Mama A's ameingia, hi. John T Fresh, I can see you over there. Wamwangi, hi. I hope you are all having a lovely Saturday. Personally, I'm having a lovely time. Just getting used to hizi vitu kudeal na online, kudeal na marketing na hizo vitu zote. So if you have any question, if you have something that you want me to say it out loud, just share it in the comments and I'll read them out aloud. Yeah. So toxic cop. Okay, sikuwa najua kwamba macops pia huwa wanakuwa toxic, but ni interesting. Welcome to the live 5:36 a.m. Wait, see PM at this particular point. So hi, so thank you so much for everyone mwenye ana join this particular live. I hope mnanisikia by the way, because setup tumeifanya tu mbio, tunajaribu kuona mnatusikia. So kama mnatusikia, just comment hapo, just comment kama mnatusikia. Comment, just comment kama mnanisikia. Kama unanisikia, just say hi. Comment kusema hi. Just comment something. Kama mnatusikia. So vile nilisema before, my name is Moses, the founder of DHub SME. Tulitengeneza platform yenye inasaidia wanabiashara kurun na kumanage their businesses right from their phones. So Triple 2 Ventures ametujoin hapa. Triple 2 Ventures, is that a business? So kama ni biashara unaweza tuambia, you can share more about hizo biashara zenye unafanya, then I'll read them out loud to everyone. So kama unafanya biashara unatuambia tu, and then tuna share with the rest of the people in the chats. Na pia tunajaribu ku build audience yenye eventually this audience ndio itakuwa ni part of your customer base. So kama uko na something yenye unataka to mention in this particular live, just share it and then tutai-mention. So Triple 2 Ventures, shout out to you. Shout out to you. Yeah, so kama uko na swali on business, any question on DHubSME.com, you can just ask us and then nitakuwa able kuijibu in this particular live. Yeah, so asante kwa everyone mwenye ametujoin saizi. Asante kwa everyone, na pia mnaweza follow each other wale wenye tuko kwa live. Neza
mnaweza follow each other, na kwa wale ambao washaingia kwa hii live na mnaweza share this particular event with your friends, pia wa join. Kama wako na swali la biashara wanaweza uliza, kama wako na swali la masomo pia wanaweza uliza. I'm an engineer, nilifanya engineering kiasi, but the main thing yenye saina focus on ni biashara. So ukiwa na any question just ask. Wale wenye wamejoin just ask other people pia wajoin kiasi. Hatutakaa hapa for long for today because it is a first live event. Na najaribu kuona vile kama mitambo zenye tumeset up zina work as expected. So thank you huyo Wairemo, Lilian Wairemo ametujoin. Lilian Wairemo, shout out to you. Kama uko na any question unaweza tuuliza. Kama uko na anything yenye unataka kushare with the community yenye tunajaribu kubuild, wale wenye tunasaidiana kujenga biashara especially in Kenya na across Africa, you can just ask. Unaweza shout out pia your business kwa this particular live. Yeah, so maybe tukiendelea kungojea swali la biashara na hizo vitu zote, I can say something small about Crazy Kenana, the video, the movie yenye alitengeneza akaiweka pale YouTube, inajiita Iscariot. It's a really wonderful movie. I watched it, nili binge watch. Initially nilikuwa na expect ni watch kiasi and then niachie kwa njia ama kitu kama hiyo. Unajua expectations aziko, sitasema zilikuwa very high, but from what I know from Crazy Kena, he's a really creative person. So nilikuwa na expect itakuwa fiti. The movie Iscariot, I didn't expect it to be that good. Acting ilikuwa perfect. I mean, kulikuwa na a lot of things. Kuna nikisoma comments, kulikuwa na wale wenye walikuwa wanasema ati hiyo ni movie yenye haikuwa inataka watu wenye kiasi wana take too long kushikanisha the premise ya the movie. So niliwatch, ukiwatch especially ukikuwa na ile open mind, okay, assume to the car. Yeah, kwa tuna open mind. I encourage you, by the way, kama uko Kenya ama wherever that you are, go and watch that particular movie. It's really it's nicely done. One thing naweza mention, maybe just something small, because sitaki kupeana spoilers mingi, ni Crazy Kena alikuwa anajaribu kupresent a movie yenye kila mtu akitoka hapo atakuwa na perspective different. Hakutaka ku spoon feed everything. So most of the movies yenye huwa tuna watch unapata ni kama plot iko similar. Unaweza predict what will happen at the end. Unaweza jua nani ni mtu mbaya ama nani si mtu mbaya. Unaweza jua ni nini inaendelea from the word go. Na sometimes such movies, I don't know about you, but personally huwa hazinibambi sana. Zile movies zenye already unajua the plot, ukianza kuwatch already unajua venye itaisha. Niliwatch imefika dakika 40 bado sijui venye movie itaisha, na iko na twists. And then the more ukishamaliza kuiwatch utakuwa na a certain perspective, and then when you walk away from it, ukianza ku think about it, uko like, wait, hiyo gari ilikuwa ndume ama ilikuwa just something else yenye ilikuwa ina affect the main character hapo. I mean, tunajua kwamba Crazy Kenana act kama Bob, but uko like, okay, tunajua kwamba voice yenye inatoka kwa gari ni ya Crazy Kena, but uko like, wait, could there be something more with this particular setup? Could there be something yenye iko more about with this movie than just what is being presented? Basically, okay, as much as when we talk about it, tunajaribu kuangalia vile sijui venye naweza ipot, tunajaribu kuiangalia na hii perspective ya ni movie ya Crazy Kena, but ni movie pia yenye in a way inatufunza, because
in a way ina center around men na priorities zenye huwa tunakuwa nazo kwa life. Naweza sema okay, that is all that I can say about movie bila ku give away too much. Ina center around men na priorities zenye huwa tunakuwa nazo kwa life, na vile ukikuwa na too many things zenye zina take away your attention, in a way hautafika level yenye ulifaa kufika. So yeah, it's a really nice movie. I encourage you all to go watch it. Not necessarily because, okay, if you cannot watch it because ni Crazy Kena, go and watch it because it's a great movie. Yenye itakuacha ukithink, basically ukithink deeply about the message yenye anatry to put across, because every movie yenye huwa tunawatch, haijalishi ni gani ama ni wapi, every movie huwa inakuwa na message fulani yenye ina try to pass across. So for ladies, encourage your men, encourage the men in your life. So wanaweza kuwa maybe your children, your sisters, your brothers, okay, sisters, see men, but encourage the men in your life who I watch, because I feel like kutakuwa na a lot of takeaways kwa that particular movie. So jaribu kuiangalia, encourage the men in your life, your father, your siblings, your brothers na sons-in-law, encourage all of them waende pia wa watch, because na feel like it will do a lot, itawasaidia, kuna a lot of things zenye unaweza learn from that particular movie. Na kama you are a lady pia unaweza iwatch, ujaribu kuona, ujaribu kuangalia, yeah, ni a movie yenye ina appeal to everyone, unaweza learn a lot from it. So go watch it, like, usubscribe, ufanye vitu kama hizo. So kwa wale ambao wanatujoin, nimeona at 90, okay, siko sure umefika 90 ama hiyo at 90 ni kutuambia tu ni speed ni ya 90. At 90 ametujoin hapo. Purity Pure, okay, Purity, you're pure, okay. Shout out to you for joining this particular live. Peter, thank you so much for joining us. Karise, thank you so much for joining us. Kuna balozi pale ana represent. Sophie Doreen, thank you for joining. Tia, thank you for joining. Safia, a unique name. Thank you for joining this particular live. Tia, shout out to you. Spider Smooches, is that a business name? Una deal in spiders, but shout out to you for joining. Adia Closet, wait, hii ni closet yenye watu wanajiingiza na wanakatalia hapo ndani ama? Yeah, so shout out to you. Pastor Dixon, I hope your PST ni ya Pastor Dixon. Shout out to you for joining this particular live. Harmony Haven, shout out to you. Marie, shout out to you. Smile, okay, I hope mali penye uko una smile. Shout out to you. Sony, shout out to you. Tukona Prince, okay, Prince, shout out to you for joining this particular live. Vile nilikuwa nimesema before, Moses, I mostly talk about biashara, vitu kama hizo. So if you have any business that you want mentioned, you can just share it with us, and then tutaisema on this particular live. The people that are watching may be your next customers, so I encourage you to share anything yenye unaweza taka ni share with the rest of the people. Just say it kwa messages, and then nitazisema live tukiendelea na this particular live. But before that, as much as okay, nazungumzia biashara, kama kuna biashara unaweza mention, and then nitazisema nitazisema out aloud. Na bado so this ilikuwa the first live yenye tumehold, particularly on this
particular channel tunaendelea kulearn, tunajaribu kuangalia ni nini ina work vizuri, ni vitu gani tunaweza endelea kuimprove. Kama uko na biashara na umejaribu kutumia dhubsme.com kwa biashara zako, unaweza tuambia how experience yako imekuwa. Kama uko na any questions regarding how you can use the platform to run and manage your business using your phone, you can reach out to us. Unaweza tuambia, unaweza tuuliza tukiingia kwa hizi lives. So huwa naingia, najaribu kuangalia vile tutakuwa tunaingia live TikTok na pia tuingie live YouTube ili ku-increase ability yako ya ku-increase ile opportunity yako ya ku reach out to us na kutuuliza swali ile yenye tutajibu bila kwenda kufanya hizo vitu mingi za ku-edit na kufanya hizo vitu mingi. But thank you so much for joining. Kuna Hamo hapo ametujoin. So thank you for joining. Ukiwa na any questions, ukiwa na anything yenye unataka kushare with the rest of the people, just share it and then tutaona venye tutasaidia watu kama unataka watu kusaidie kununua vitu zako, unatuambia then tunaongea na watu unaweza pata customers hapa. So usiogope kuchat, usiogope kutuma hiyo message, usiogope ku share anything that is on your mind, as long as tujaribu keep respect. Okay, sijui how you want it to be, but ukiwa na swali unatuambia tu and then tuta deal nayo. Amina 123 ametujoin pale after Humphrey ametujoin. Thank you so much for joining this particular live. Ukiwa na swali uliza, ukiwa na anything unauliza. So kwa leo ilikuwa mostly introductory, kujaribu understand how everything works, and then ndipo tuanze kuangalia, tuone what we can do, maybe improve things on our side, improve vile tunafanya delivery kwa our content, improve vile tunaweza saidia. Pia tunajaribu kufind a way yenye tunaweza saidia wanabiashara. So inaweza kuwa through maybe shout out to your products tukiwa live. Inaweza kuwa pia incorporate your products in our videos. So ukiwa na products na unataka tujaribu kusaidia kumarket pia, just reach out to us ama join our live, and then tuendelee kulearn, tuendelee kuimprove pamoja, tuendelee kujenga Kenya pamoja. Yeah, so ukiwa na swali unauliza, ukiwa na anything unauliza. So I encourage nyote, kama mko na kitu mnatuambia. Wengi wametujoin, tuko around 33 at the moment. Ukiwa na anything unaweza share, because over time we'll be having more and more people kwa our chats na pia our lives na pia kwa our content, tukiendelea kubuild, tukiendelea kujenga. So I want to encourage you, mahali popote penye mko mkitujoin, don't let easy opportunities pass. Ukiwa na products, ukiwa na anything unataka kushare, hata pastor, kama uko na swali na neno unataka kushare with the audience in this particular live, unaweza tuambia and then nitaisema. Na understand kwamba leo imekuwa mostly ni Sabbath kwa wale ambao wana attend the SDA na the other maybe Mormons na what kama how. Although technically ishapita, because huwa inaanza from Friday 6 p.m. mpaka Saturday 6 p.m. So kwa wale ndugu zetu wenye already ndugu zetu na dada zetu ambao walikuwa part of the SDA community, na hao wote tunawaambia happy Sabbath. Na kwa wale ambao tunangojea kesho tuende church to praise God na kufanya hizo vitu zote, nawatakia kila laheri mkiendelea ku prepare yourselves
kuvaa your Sunday best. So nawashukuru sana by the way kwa kujoin this particular live. Ukiwa na swali unasema, ukiwa na anything una share with us, na learn pamoja, tutaendelea kuimprove pamoja. Kitu kama hiyo. By the way, kulikuwa na time fulani nilipopost hiyo the content ya give tribute to the right honorable Raila Amolo Odinga, a legend in the Kenyan politics. I honestly don't know. I'm still trying to come to terms na kifo chake. Okay, tangu nizaliwe sijawahi picture a moment in time politics za Kenya zita happen bila influence ya the right honorable CGH. Saizi kuna hiyo EGH, CGH. Sijawahi imagine a presidential campaign bila the right honorable Raila Amolo Odinga. Now, I mean, I honestly don't know vile 2027 elections itakuwa, but ni kuendelea tu hope kwamba vitu zitakuwa poa, kutakuwa na election ya amani. Kulikuwa na a lot of chaos zenye zili happen wakati wa by election. Okay, maybe just a disclaimer, I normally try to avoid topics politics because in a way ziko divisive. It was not quite divisive to I don't like engaging in things zenye zinaweza kuwa divisive, but pia kuna hii understanding kwamba when you are operating a business, be it in Kenya or anywhere else around the world, politics zina play a huge role, because zile laws zenye watakuwa wana institute zita affect your business whether you like it or not, whether directly or indirectly. Nani wakipandisha for example tax kwa wafanyikazi, inamaanisha kwamba wafanyikazi watakuwa na less money to spend, na biashara yako in turn ita make less money. So hiyo tukiangalia vile maybe inaweza indirectly, na pia directly in the manner that wakati kuna kuwa na tension in a country, wakati kuna so much tension kwa country, biashara huko tunaona biashara zinakuwa vandalized, na hakuna ngati government ita come through ikusaidia. I don't know about kama kuna someone mwenye alikuwa na biashara wakati wa political tension. So for example, for those in Kenya, wakati wa the June 24th protests za last year na pia za this year, zile biashara zenye zilikuwa destroyed, government ili come in kuwasaidia kuzirudisha up, ama waliwaacha mdeal na hizo losses on your own? Kama uko na any knowledge ya what happened after hizo tension, kutuambia. Kama gava ili come through pia tujue, isikuwe ni kama tunaharibu jina tu hivyo. So kama gava ili come through mnaweza tuambia, but kama haiku come through pia, I mean tunafaa kujaribu kuangalia by the way. So wakati kuna kuwa na tension kwa country, sometimes huwa inakuwa ni environment mbaya ya kufanya biashara. Na kwa wale ambao wako na biashara, kwa wale ambao tuko na biashara, tunajua kwamba at the end of the month you still need to pay your dues. Unahitaji kupay rent, unahitaji kulipa wafanyikazi, unahitaji kulipa nyumba yako, unahitaji kula. Kuna so many things zenye you need to deal with as a business owner, especially kama how expect any salary from the government. So sometimes as much as tunajaribu ku avoid vitu za politics na vitu kama hizo, sometimes we talk about them because it's not to affect directly, it's not to affect in one way or another. Hata kwa wale ambao hata tuseme wameandikwa na gava,
Unajua biashara zikikuwa na issue, wakati gava ina come into play, ina increase maybe pay na vitu kama hizo, pesa zenye unalipa kwa in tax na vitu kama hizo, in a way it affect expenditure yako. Suddenly watoto, mimi grow up siko nalipa fee primary, nilienda primary nikamaliza bila issue. Mzazi alianza kulipa pesa nilipoingia high school. At this particular point, especially after to move from 844 to this other system ya CBC, sasa unaanza kulipia mtoto akiwa PP1, akiwa nursery. Mtoto anajifunza anaenda shule kujua kuelewa environment ya shule, na unaanza kulipa fee from your time. So most of the things zenye tuna dismiss hizi tunazi underrate, tunajaribu kuangalia maybe hazini affect. By the some of us who are to vote, not due to feel like hazita to affect, but whether we like it or not, the leaders wenye tuna choose wana impact our lives in more ways than we think. But leo si kutaka kuzungumzia hiyo, nilitaka kuona ile by the ilikuwa a bit concerning for me, especially hizi by elections. Kulikuwa na pockets za violence zenye zilikuwa zina take place, which was concerning for me because it was just a by election. Na wakati the politicians walikuwa wanaongea kwa mazishi ya the late the legend, the enigma himself when they were talking kwa hayo matanga, walikuwa na project this idea kwamba the way the right honorable alikuwa the father of democracy, alifight for democracy, kutakuwa na democracy, the democratic values zitakuwa upheld by the government na pia opposition. Basically every politician mwenye alikuwa anazungumza kwa mazishi hakuwa anazungumza na hii intent ya kutakuwa na maybe goons wenye watakuwa wanafanya hii na hii na hii na hii, watakuwa skills, kitu kama hiyo. And yet in a by election ina happen barely 2 months after the late was laid to rest, tunaona violence, tunaona magari inachoma, tunaona ile watu wanatembea na mipini na I don't know, but I think kuna vile we need to change fundamentally. Kwa wale ambao ni especially the Gen Z na vitu kama Gen Z generation, I encourage mwende mchukue kura, because mchukue kura 2027 ikifika, you can choose not to go to vote. You can choose not to go to vote, but usichoose saizi. Maybe by that time utakuwa na reason ya kwenda kuvote. So now I encourage take up your role here, could choose the next leadership here, this particular country, ili isikuwe ni kama tuna pass the ball, tuna blame another person, tunakole how ndio wali choose, jumli choose mdeal nayo. So tujaribu kuangalia vitu kama hizo. But hiyo ilikuwa nimediverge kiasi hapo, but the reason why nilidiverge ni junajua kwamba politics, whether we like it or not, zina play a very important role in our lives. Na kwa wale ambao wako na biashara, whether we like it or not, policies zenye our politicians wanna make zina affect our lives in one way or another. Zina affect how much money we are making, zina affect how much money people are willing to spend on the products and services that we are offering. So I just want to encourage you, wale ambao hawajachukua kura waende wachukue, ili 2027 ikifika, kama hautataka kwenda kuvote, unaweza kuwa like okay, sitaki kwenda kuvote, but kama isifike hiyo time then uko like unataka kwenda kuvote na hauwezi enda uvote, maybe sahi hauko convinced na any candidate mwenye amesimama, but by that time unaweza kuwa encouraged, unaweza kuwa like okay, nilikuwa nadhani Maraga hata simama hata kuwa serious, but ako serious. Usi take away all your options come 2027, na si mbali
So I encourage you mwende mchukue kura, mvote. Na kwa wale ambao wako na biashara, you can just share in this particular live ni biashara gani unafanyia wapi, and then tutashare with the community. Wanaweza kuwa this community inaweza kuwa na some of the people wenye wanaweza buy from you either saizi ama baadaye. So I want to encourage you, na kwa wale ambao washa join, mnaweza ambia your friends about this particular live. Tutajaribu ku work out a schedule ili tuone tunaweza kuwa tunaenda live lini kuendelea kupromote our businesses na kupromote our hustles basically. So mimi mwenyewe ni Moses, tumepatana. I am sure most of us tumepatana somewhere kwa the streets za internet, because we post across all social media platforms talking about the platform that we build to help business owners run and manage their businesses right from their phones. But kwa leo na kwa most of the lives zenye tutakuwa tuna go on, zitakuwa ni lives zenye zicomment kukusaidia kwa wale ambao wenye wako na biashara na vitu kama wako na biashara and they want their businesses mentioned, wanataka kushare a thing or two about their businesses. Mnaweza tuambia hapo biashara zako ni gani, and then it has mention to our audience. Najua nimeongea mengi, but before niendelee, tutakaa hapa sana, but before niendelee, let me shout out the people wenye wame to join recently, as recently as a few seconds ago. Kuna King Adi. Okay, King Adi, welcome to the live. Kuna Val na butterfly emoji. Welcome to the live. Sasa hii jina ni ngumu kiasi. Lisa. Okay. Lisa, welcome to the live. Amore. So siko sure kama ni Amore ama ni Amo. Welcome to the live. Brad, welcome to the live. Zachary Kariuki, welcome to the live. Mukiwa na any questions, mukiwa na any businesses zenye mko nazo, mnaweza mention to kwa live, and then ita share with the rest of the people in the live. Kuna Vinigati, welcome to the live. And then kuna Nasty, nilikuwa expect ikuwe Khalid, but ni Hid, I believe so. Nasty Hid, kama nimesema vibaya unaweza tu correct hapo. Nasty Hid, welcome to the live. Shabadala, welcome to the live. Joy ametu join kwa live. And then kuna T, welcome to the live. Sharo karibu kwa live. Mary, welcome to the live. And then Amina tulikuwa tushamzungumzia. Karibu. Hadija ameamua kutujoin. Welcome to the live. Hadija karibu. Cookie, okay, Cookie karibu kwa live. Mkiwa na swali, mkiwa na anything yenye unataka ni mention kwa the rest of the audience, just share with us. Any encouraging word. Tuliona pastor alikuwa around, unaweza share with us a verse yenye we can learn from as we continue enjoying the weekend and planning for the new week ahead. Asanteni sana kwa kila mmoja wenu ambaye ametujoin. Asanteni sana kwa wale ambao wametujoin leo. Asante sana kwa kila mmoja wenu ambaye ametujoin, kutoka kwa yule wa kwanza anaitwa Mama Ez. Shout out to Ez.
watoto 5:36 am, na kwa kila mmoja wenu ambaye ametujoin in this particular live. So siko sure our camera iko na how long before tufungiwe nje, but I want to shout out to everyone mwenye ametujoin leo. Tumekuwa go on for close to 40 minutes, so I just want to thank everyone mwenye amekuwa part of this live. Kwa wale ambao hawajajoin thehubsma.com na wako na biashara, check it out. Ukiwa na swali, ask us, deal nayo. Tutajaribu kuangalia vile tunaweza saidiana kwa mambo ya kurun na kumanage your businesses. Kwa wale ambao hawajawatch movie yenye imekuwa created by Crazy Kena himself, go watch it. I encourage each and every one of you mwende watch that particular movie. It's great. Hamuta regret. Na kwa wale ambao wako na biashara na wanataka zikuwe mentioned in our lives, tuziangalie. Yeah. So nashuku tumefika mwisho. The camera imezima. Nashuku tumefika mwisho. I don't think camera inaweza allow tuendelee. So how do I go off? How do I switch off? Okay, nivo. I think camera imezima. Okay. Kevin Senior ametujoin hapo, but I think our camera has given off. So itabidi kama if we are to have another live, tutajaribu kuiorganize and then tutawaambia. Otherwise, thank you so much for joining. Until another time, I just want to sign off. I want to sign off. Shout out to Kevin Kinge Senior. Kevin Kinge Senior, shout out to you. Na Sukre anani remind yule Sukre wa Prison Break. Shout out to you for joining on this particular live. I think camera imesumbua, imeenda off. So until another time, I just want to kutoka for now. Yeah, until another time. Asanteni everyone kwa kujoin na kuparticipate in this particular live event. Yeah, asanteni sana. Okay.